Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Imempendeza Mungu pia kunipa nafasi hii katika siku njema leo ya kusema na wewe, ili wewe nawe ukapata kupokea neema ambayo Mungu anatuhitaji zaidi, kila mtu akapate kupiga hatua na kukulia wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa sababu mwanzo wa wengi huwa ni mzuri, lakini mwisho huwa ndio inabidi uwe mzuri zaidi. Lakini mwanzo unaweza kuwa mzuri, mwisho kawa mbaya. Kwa ni heri zaidi mwisho mzuri kuliko kuwa na mwanzo mzuri halafu mwisho kawa mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika siku njema ya leo, Mungu amenipa neema ya kusema na wewe ya kuwa mjue Mungu wa kweli. Mjue Mungu wa kweli. Mjue Mungu wa kweli. Swali kubwa si kuwa unasali. Yaani swali kubwa sio kwamba unasali au hausali. Swali kubwa si kwamba unaenda kanisani au hauendi. Swali kubwa ni je, unamjua Mungu unayemwabudu? Ni kwa kiwango kipi unamjua Mungu unayemwabudu? Bwana Yesu asifiwe sana. Unamjua Mungu unayemwabudu? Kwa hiyo ili tu siwe ni mtu wa kusindikiza, ili tu siwe ni mtu unaingia kanisani alafu unajikuta au mjui Mungu unayemwabudu, kwa sababu watu wanayemjua Mungu anayemwabudu wanajua kitu wanachokifanya. Watu wanaojua Mungu anayemwabudu wanajua kwa nini wanasali, na kwa nini wanabidi wasali, na kwa nini wanabidi waombe, na kwa nini wanabidi wafunge, na kwa nini wanabidi watoe. Kila kitu wanachokifanya wanajua ni kwa nini, kwa sababu wanamjua Mungu wa kweli. Kwa hiyo Mungu na miungu ipo mingi sana. So mtu anaweza kaa anakuja kanisani lakini sirini hamwabudu Mungu tunayemwabudu sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu tunayemwabudu ni Mungu wa kweli. Na kama mtu anamwabudu Mungu wa kweli, lazima awe na kweli katika kila jambo. Lazima awe na ibada za kweli, lazima awe na maabudu ya kweli, lazima awe na kila kitu cha kweli. Lazima atoe sifa za kweli, lazima atoe sadaka zilizo za kweli. Kwa nini? Kwa sababu anamwabudu Mungu wa kweli. Hii ndio nakuta watu wengi wanaweza kawa anakuja kanisani lakini ndani yake ana ukweli, ana kweli. Kitabu cha Yohana sura 17 mstari wa 3. Yohana sura 17 mstari wa 3. Yohana sura 17 mstari wa 3. Na uzima milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Yaani ili mtu ahesabike kwamba ana uzima milele, lazima huyo mtu amjue Mungu kwanza ni wa pekee, alafu ni wa kweli. Ili uhesabike kwamba mimi nina uhakika wa uzima milele, kweli mimi sasa hivi nina uhakika wa kwamba ninaenda mbinguni, mimi uzima milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo. So lazima mtu ambaye ana uhakika ya kuwa na uzima milele lazima mjue Mungu, na ni Mungu wa pekee, na ni Mungu wa kweli. Na zaidi ya kumjua ni kumjua Yesu Kristo aliyetumwa ili tupate kumjua. Kwa ni hatari zaidi kumtumikia Mungu kwa kupapasa papasa. Usipende kumtumikia Mungu kwa kupapasa papasa, kutokuwa na nia ya dhati kutoka ndani. Na hii ndio unakuta watu wengi, kwa nini changamoto haziishi. Hii ndio unakuta kwa nini watu wengi changamoto haziishi, matatizo hayaishi. Kwa nini? Wanamtafuta Mungu na wanamtumikia Mungu kwa kupapasa papasa. Lazima kama una nia, uwe na nia ya kumjua Mungu wa kweli, Mungu wa pekee, na Yesu Kristo aliyetumwa. Usipende kumtumikia Mungu kwa kupapasa papasa. Kitabu cha Matendo ya Mitume 17:23. 17:23.
Matendo ya Mitume. Kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na huko na kuyaona mambo ya ibada yenu, mambo ya ibada. So watu ibada zao, mambo ya ibada zao, wanavyokuja katika ibada, watu wanavyoshiriki ibada, watu wanavyoingia katika ibada, maabudu yao, utoaji wao, yani usikilizaji wao, uombaji wao. Naliona madhabahu, nasema naliona madhabahu iliyoandikwa maneno haya, kwa Mungu asiyejulikana. Kwa hiyo tunaweza tukawa tunaabudu, lakini ndani kuna maandiko au kuna neno inasema Mungu asiyejulikana. Kwa nini? Yani tunavyoabudu ni tunaabudu kama vile kitu tusichokijua. Watu wanavyokuja katika ibada ni kama wanaenda kuabudu kitu ambacho hawakifahamu, kwa sababu kama mtu anaabudu kitu ambacho ukifahamu, huwezi ukawa na mzigo na hicho kitu. Yani upo tu. Unaweza ukawa kwenye ibada ya upo tu, unashangaa watu wanaomba, unashangaa. Kwa nini? Kwa sababu naabudu kitu usichokifahamu. Ndio upo katika ibada, lakini huyo unayemwabudu ni kama umfahamu, kwa sababu kama ungekuwa unamfahamu ungekuwa unamtolea ibada ya kweli. So kinachotatiza sana, kwa nini watu hawana ibada za kweli? Kwa nini watu hawana maisha ya Ukristo ya kweli? Ni kwa sababu shida kubwa ni katika kumjua Mungu wa kweli. Hasa basi mimi nawahubirini habari zake yeye ambaye ninyi mnamwabudu bila kumjua. Paulo alivyoenda kuwahubiri hawa watu, alihakikisha wanachokiabudu wanakifahamu. Wanavyoingia katika maabudu lazima wao wanafahamu ya kuwa wanamwabudu Mungu wa kweli. Naongea na watu. Kwa lazima upate kutambua kwamba wewe kama wewe, bila kwanza mwingine, wewe kama wewe, lazima utiwe nuru ndani yako. Ile nuru ndiyo itakayokuwezesha kutembea kwa ushahidi ya kuwa hakika unachokiabudu na kifahamu. Ibada zako zitakuwa ni za hakika. Mtu aikuta unaabudu kweli, unaabudu kitu unachokifahamu. Aikuta unaomba kweli, unaomba Mungu unayemfahamu ya kuwa ni Mungu anayejibu. Aikuta unashiriki ibada, unashiriki hakika unamjua Mungu unayemwabudu. Kwa hakuna mtu anayeabudu kitu anachokijua na asijue anachokifanya. Watu washiriki ibada kwa nini? Ni kwa sababu yani wanachokiabudu ni kama wakifahamu, ijapokuwa wanajua wanakifahamu. Lakini kama mtu ana roho ya kumcha Mungu kweli, na kama mtu anamfahamu Mungu kweli, lazima atatemeka, lazima ataheshimu ibada, lazima ataheshimu kuomba, lazima ataheshimu maabudu, lazima ataheshimu neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini watu wanakuwa wanatembea ni kama wanachokifanya hawakifahamu? Yani ni kama anaungaunga anachokifanya. Ni kwa sababu shida kubwa ni kwenye kumjua Mungu wa kweli. So wewe lazima utambue kwamba ninabidi niweke bidii katika, nisijisifu kwa hivi nilivyo navyo, nisijisifu kwa miaka ya wokovu, nisijisifu kwa muda niliokaa katika kanisa. Lazima mwenye kujisifu ajisifu kwa sababu hii anamjua Mungu. Na huko kujisifu sio kujisifu kwa watu, ni ndani yako pekee, ni kuendelea kuhitaji kumjua Mungu, sio kwa nguvu zako, sio kwa hekima yako, bali kiu ya kuendelea kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa katika kumjua Mungu wa kweli, Yesu Kristo ndiye aliye daraja na njia ya kumjua Mungu wa kweli. So nabidi utambue kwamba katika njia ya kumjua Mungu wa kweli, katika maisha ya safari ya wokovu ya kumjua Mungu wa kweli, ya kufunuliwa Mungu wa kweli, lazima utambue kwamba Yesu Kristo ndiyo daraja na njia ya kumjua Mungu wa kweli. Yesu Kristo ndiye daraja na njia ya kumjua Mungu wa kweli. Yaani Mungu aliuvaa mwili akaja kwetu, kwa sababu tulikuwa na nadharia ya kumjua Mungu. Akaja kwetu na kutuonyesha sisi jinsi ya kuenenda. Kwa Mungu ndiye, Yesu Kristo ndiye daraja. Anasema kwenye kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 6 hadi wa 7. Yohana sura ya 14 mstari wa 6 hadi wa 7. Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Yesu Kristo alikuja kwetu, alifunuliwa. Mwana ni Mungu akafunuliwa kwetu. Neno alikuwa mwili akafunuliwa kwetu.
ili sisi ambao tulikuwa tunamjua Mungu kwa nadharia tupate kumjua Mungu katika uhalisia na jinsi ambavyo anatuhitaji sisi tupate kuenenda. Asema Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu aji kwa Baba ila kwa njia mimi. So unahitaji kumjua Mungu zaidi, lazima ukae katika njia na daraja ambayo ni Yesu Kristo mwenyewe. Upo kanisani, lazima utambue kwamba usiishi kwa maisha ya kuokoka ya kuigiza. Lazima uishi katika njia na kweli, kwa sababu Yesu Kristo ndiyo njia na kweli na uzima, na Yesu Kristo ndiyo nuru. Kwa kama Yesu Kristo ndiyo njia na kweli na uzima, vivyo hivyo, ili wewe upate kumjua Mungu, ili Mungu apate kujifunua kwako siku baada ya siku kwa namna ya tofauti, lazima wewe uenende sawasawa na yeye alivyoenenda. Ukikosa kuenenda sawasawa na yeye alivyoenenda, maana yake utakuwa unafanya kazi bure. Anasema ikiwa mtu akisema anampenda Kristo na Kristo yuko ndani mwake, lazima aenende sawasawa yeye na jinsi alivyoenenda. So lazima uenende sawasawa na yeye alivyoenenda. So katika kuenenda kule ndivyo utazidi kutiwa nuru, kwa sababu ndiyo njia. So lazima uzidi kuenenda ili upate kuenenda katika njia ya Kristo, katika njia ya wokovu. Nenda sawasawa na Yesu alivyoenenda. Yesu alienendaje? Ndio maana Biblia ipo, unapata kusoma Yesu alienendaje, Yesu alivyoenenda katika maisha yale alivyoenenda. Uwe ndivyo unabidi uendelee kuenenda, ndivyo tunabidi tuendelee kuenenda. Kwani Yesu aliishi katika maisha ya kumtegemea Mungu Baba yake. Yamkini alikuwa na uwezo, lakini alijinyenyekesha, akajishusha. Na sisi ndio tunabidi tuenende hivyo hivyo. Lazima utambue kwamba unabidi ujishushe, uishi katika maisha ya kumtegemea Mungu, uishi katika maisha ya maombi. Ili uendelee kumjua Mungu, lazima uishi katika maisha ya kutegemea neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema Yesu hakufanya mapenzi yake, bali alifanya yale Mungu Baba yake aliyomwambia afanye na kuyatimiza. So Yesu kama ni njia, unabidi ukae katika njia hiyo. Sio tu kukaa sehemu moja, hapana, unabidi uhakikishe unatembea katika hiyo njia. Kadri unazidi kutembea ndivyo unazidi kufunuliwa kujua Mungu. Kadri unazidi kutembea, sasa kuna watu ambao hawatembei, toka wameokoka wako vile vile. Kwa nini? Walivyoingia katika njia ya wokovu, hawakujua kuna safari ya kuendelea kupiga hatua, hawakujua kuna safari ya imani, hawakujua kuna safari. Wao wamesita pale pale. Toka mtu ameokoka yuko vile vile. Kwa nini? Yupo katika njia ya wokovu, lakini amesita kwenda mbele. So lazima uendelee kupiga hatua, upige hatua katika njia ya wokovu, upige hatua. Unazidi kupiga hatua, ndivyo unaendelea kufunuliwa kuhusu Mungu mwenyewe, unaendelea kumjua Mungu wa kweli. Kwa Yesu Kristo ndiyo nuru, ndiye aliye nuru ya kwetu sisi ya kumjua Mungu wa kweli. Amen. Kwa hiyo Yesu Kristo ndiyo nuru. Sisi tunaangaziwa na Yesu Kristo. Alivyoenenda. Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 4 hadi wa 5. Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 4 hadi wa 5. Unahitaji kumjua Mungu wa kweli, lazima ukae katika njia ambayo Mungu anahitaji apate kujulikana. Zipo njia nyingi za wanadamu kumtafuta Mungu, lakini njia pekee ya Mungu kumtafuta mwanadamu ni njia mwanawe ambayo ni Yesu Kristo pekee. Yeye ndiye aliye nuru, amekuja kumfunua Baba. Anasema ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza alikuiweza. Ili mimi na wewe tuliweze giza, ili mimi na wewe tuweze kila mashambulizi ya kipepo, lazima kishe nuru
nuru ambayo ni Yesu Kristo mwenyewe, ambalo ni neno, likae ndani mwako. Unavyozidi kukaa na neno ndani mwako, kwa sababu Yesu Kristo ni neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. So neno linavyozidi kukaa ndani mwako, ndivyo nazidi kuangaziwa, ndivyo nazidi kuangaziwa, ndivyo nazidi kuangaziwa, ndivyo nazidi kuangaziwa, ndivyo nazidi kufunuliwa kuhusu Mungu, ndivyo nazidi kumjua Mungu, ndivyo nazidi kumjua Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama kanisa, kama mtu uliyeokoka, lazima utambue kwamba kuna safari na unabidi kumjua Mungu wa kweli. Katika safari ya wokovu si safari ya kukaa siku moja. Katika safari ya wokovu si safari ya kukaa hatua moja. Mtoto anavyozaliwa, maana yake tunahitaji apate kukua siku baada ya siku. Unavyookoka, maana yake unabidi uendelee kupiga hatua siku baada ya siku. Umeokoka, uliokoka, umeokoka muda mrefu, hapo ulipo unabidi uendelee kusonga mbele, safari ya kiimani. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kiwango ulichomjua Mungu, kuna kiwango kingine zaidi Mungu anataka kujifunua kwako. Kwa lazima tupate kutambua kwamba lazima kuna safari na tunabidi tumjue Mungu wa kweli. Tukiendelea kufunuliwa kumjua Mungu wa kweli, ndivyo tunazidi kuwa huru katika maisha yetu. Ilivyokuwa ni mateso kwetu, inazidi kuondoka. Kwa nini? Ile nuru ikijaa kwa wingi ndani mwako, ndio inawezesha mipenyo, ndio inawezesha baraka, ndio inawezesha wewe pate kufunguliwa zaidi na kuonekana katika jinsi ambavyo Mungu anahitaji upate kuonekana. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu akubariki na Mungu akuinue.